Nale Kumasi, Olengo Mojumbo Kasarani Kare was just arrived. Abagisani no yo muswati okoro kuchararani momanyeti. Pasi abantu baminto tikankole kangoteba. Ndara ngiryo mongeni bo moelio. Kero monto nabwate sobo. Tali boygo. Iga no se itogusi. Ekero montango dianera ngariga tetago chagusi, osente tingo chaga. Na mota keteigo. Hapa ni kwetu Kisii. Sisi tunaheshimu katiba na tunaheshimu sheria. Mtu ambaye anataka kuongea mambo ya siasa ya chama yake ako na uhuru, amepewa na katiba, sio sisi tunampea. Hata mheshimiwa rais na wale viongozi wa UDA kama wanataka kuja hapa Keroka hata wakomboe nyumba walale hapa, ni shauri yao, wanaweza kulala kama wanataka. Lakini kutuma watu hapa na pesa itinisikia wajumbe wengine wa pande hiyo walipewa milioni 2 kuja kudistamu mkutano yetu, hatuwezi kukubali. Mwengine hivyo. Yaani abantu wote baruete kuruwa hapa kali, sisi wote ni wajinga. Mwa waisa wanjira montonde bwenzi na ende wana abantu abamanyega. I have restrained myself for too long. Tunawaheshimu, wachiheshimu. Onyamba wesika ngotoko borokia masikani kwa sababu utali moyo. Mwole tayari kwa wazo masikani. Mwasomia masikani. Yes, na ende pawazo kaange karto kirete iga. Or when we are quiet like this, we restrain ourselves and thinking it to avoid it. We will sort them out. Pawazo chesaraiga. Togata kikobaga aceito, okora siasa ya aceito. Kwa sababu utali moyo. Na ende tiganje aceito iga, no biarirega, no na arokerte iga, no ngo te okuelaga, no ngo te utinde kuga. Kachomero gweme onye botondo wegwana ni so montazo za bebiga ngatinkorata ligitimusi ngaba ko se bosalio musangere kanone rongo yenda busongo boniga so me anororo tigaba nganyoro busongo todo anoro busongo talie ya bode ya ito twins busongo tali boyo hapana mochire so mochire ngote bya bantu nonye ni jirombolia ninde bya bantu ngamogenda so baruto mojo so imesangirika bya hapana kio muntu nabwa to bozibole bwo okora siasa ya kunita kiyo na ene no eni nutigamba tebi abantu abanonye ntobo tageti inutiga baje njoka na kibalimo bakore ndo bya bagenda urita basako bakuna lakini mbaba so salie mesangirika no ya itoto edwana nile okora igo mobasomya masikani mwebule Omo akioga na irene yongo somia batabuo amasikani boba somi twegwana nile bamanyega bagusindo to itega zio botoni oba koraga bakoretaraga twegwana ine sasa ya mwisho kabla hatujaondoka hapa mnajua kuna ndugu yangu the second deputy president of the Republic of Kenya ndugu yetu mkubwa Rigathi Gachagua. Keroka oi. Hapa ndio Keroka. Wacha tuonane vizuri. Bas. Keroka oi. Hapa ndio Keroka. Hapa ni Keroka. Diamore. Keroka hoi. Mimi nimefika hapa Kisii kwa sherehe ya maana sana. Lakini kabla sijasema mawili, mimi mnajua ni mtu ya kusikiza nini? Nikisema DCP mnasema sikiza ground. DCP wacha nisikize ground kwanza. Si ndio? Hapa Keroka, hapa kwa Bagusi ambayo wanaongozwa na Fred Matiang'i, munasemaje? Ati munasemaje? Abagusi munasemaje? Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya Singapore. Kasongo hadi asiende. Kasongo hadi asiende.
Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Watu wetu, mimi nimefurahi sana. Fred Matiang'i alikuwa amenialika hapa Kisii. Nikasikia msemaji mwingine Bonoko anasema ati Rigiji asikuje Kisii. Amefika hajafika? Hapa ni Kisii. Huyu Bonoko wako anataibia Kisii. Kisii ni Kenya, si Kenya. Rigiji yako na haki ya kufika hana. Tena mimi sijafika hapa kama kiongozi. Mimi nimefika hapo mambo ya familia. We are one family. We are one family. Hi cousins. Hi cousins. Cousins hi. Cousins wapendane wasipendane. Cousins watembeleane wasitembeleane. Cousins watafuta serikali pamoja wasitafute. Sisi tumefurahi. Tumealikwa hapa na ndugu yetu kwa sherehe ya maana sana. Sherehe kubwa ya jamii ya Wabaguzi. Leo wazee wa jamii ya Wabaguzi wakiongozwa na mzee Matundura, wakiwemo Samongeri, wakiwemo Chris Obore, wazee wa heshima wa hii jamii. Sherehe imefanyika pale Ekerenyo. Jamii nzima ikaamua kiongozi wa jamii na msemaji pekee wa jamii ya Wabaguzi ni Daktari Fred Okello. Anatosha atoshi? Apewe asipewe? Ainuliwe asiinuliwe? Hii ni sherehe ya maana sana, na sisi tunaona aibu ya madharau imefanyiwa jamii ya Wabaguzi. Ati siku Wabaguzi wamekutana kuteua kiongozi wa jamii, yule atawaongoza mbele kutafuta serikali na kuchunga maslahi yao. Kasongo anatoa pesa, anapatia msemaji Bonoko atafute goons atiwapiga Fred Matiang'i na wageni wake. Ni aibu, si aibu? Lakini nyinyi watu ya Keroka, vile nimesikia mumetoa hao mbio. Mimi natolea nyinyi kofia. Natolea nyinyi kofia. Unajua huyu Kasongo amezoea kupiga Wakikuyu pale. Hajui Wakisii. Hajui Wakisii. Hawa Wakisii wataki ujinga. Wakisii wataki ujinga. Wacha nimwambie nyinyi, jambo mmefanya leo ya kuteua kiongozi wa jamii na msemaji wa pekee, mumeanza safari ya kupanga maneno ya jamii ya Wabaguzi. Nyinyi mumeenda hasara miaka mingi kwa sababu mlikuwa mnatafuta serikali mkipitia broka. Mtu ya mbali akienda huko ana negotiate serikali, anakula peke yake, anawacha Wabaguzi kwa mataa. Na Wabaguzi wamesoma, wako na maprofesa, wako na PhD holders, wako na masters, wako na madigrii. Wakisii kuanzia leo wataenda meza ya kitaifa direct bila kupitia broker, kupitia huyu Matiang'i. Harambee! Wabaguzi oi! Hi cousins. Cousins hi. Mimi nawapenda sana. Najisikia niko nyumbani. Nipatie nyinyi maneno. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mimi niliona shida kubwa nikiwa Deputy President wa William Ruto. Tulikosana na hiyo jamaa kwa sababu ya uongo. Huyo mtu wako uongo kuliko mtu mwingine katika dunia hii tunakaa. Siku tulikuwa pale, tulikuwa na waziri anaitwa Eskel Machogu, waziri wa elimu. Akafanya kazi mingi sana hapa Kisii ya kutetea Wakisii na kuwasaidia jamii ya Wabaguzi. Siku wamemfukuza, nikauliza Kasongo, wewe rais, hawa Wabaguzi, ile mzee amekuwa akitetea hawa ni huyu Machogu, umemfukuza. Akasema sitaki hiyo mtu, wewe umefundisha ukabila ni kama wewe. Kila kitu Wakisii, kila siku Wakisii, akwende huko. Nikamuuliza sasa hii Wakisii watabaki na nani? Akasema hapana, mimi sina shida. Kulingana na mimi kama William Ruto, kiongozi wa jamii ya Wakisii ni Silvanus Osoro. Ni aibu si aibu? Ni aibu si aibu? Ni aibu si aibu?
Mimi nikauliza William Ruto, hata kama anadharau hii jamii ya Wabaguzi, sasa Osoro mtoto kidogo atakuwa namna gani kiongozi wa jamii ya Wabaguzi? Akaniambia Osoro atasaidiwa na Javed Nyakundi na huyu Zahiri. Sasa Muhindi ndio mkubwa wa Kisii. Ni aibu si aibu? Sasa nyinyi nataka kuuliza nyinyi, huyu kiongozi amepatikana leo, mtamchunga? Mtachunga heshima yake? Unajua ndio kiongozi afaulu, ndio aheshimike mlimani, aheshimike Ukambani, aheshimike Pwani, aheshimike Magharibi, aheshimike jiji la Nairobi. Lazima kwanza aheshimike hapa nyumba. Charity begins at. Sasa huyu kiongozi, naona hiyo watoto ya Ruto, akina Osoro, akina Zahiri, akina Nyakundi wakimtukana Fred Matiang'i, na nyinyi mnapewa 200 mnapiga makofi kiongozi wa jamii akitukano. Mimi nataka niwaambie nyinyi, kama mnataka tutembea na huyu kiongozi tutatembea na yeye, tutamheshimu kwetu, lakini lazima kwanza ndio sisi tumheshimu, aheshimike nyumbani, si ndio? Mimi nashangaa sana pale kwetu mlimani, hakuna kiongozi anatukana mimi akiwa mlimani. Wakitaka kunitukana wanaenda kunitukania Sugoi. Kuanzia leo mimi nikiwa kazini yenu natoa amri, huyu Matiang'i asitukanwe hapa Kisii na hao vijana ya Ruto. Harambee! Huyu Osoro akitaka kutukana Matiang'i aende amtukanie Sugoi. Vijana mpo? Hii ni vijana. Huyu kiongozi akitukanwa tena nitatafuta nyinyi nichape nyinyi kibogo. Mtakubali atukanwe? Mtakubali? Harambee! Sasa huyu Kasongo anasema ati atapeleka sisi Singapore. Ni uongo si uongo? Pale kwetu amewacha maneno ya Singapore kwa sababu tunamchekelea. Akitaja tu jina Singapore sote tunaanguka na mche. Tufanye practice. Mnajua kucheka? Na mvumilie, nikitaja Singapore mcheke kabisa. Wacha nijifanye William Ruto. Nijifanye watu ya Keroka, nimefika hapa. Mnajua mimi ni mtu ya Mungu. Mnajua mimi sina maneno mengi. Mnajua mimi nawapenda. Mnajua mambo ya barabara nimepanga. Hawa kina Matiang'i walikuwa wananisumbua. Contractor alikuwa na shida. Nimemtoa nitalete mwingine. Hata hii mambo ya University ya Bomet na Chogu ndio aliharibu. Nikamfukuza nikaleta Migosi. Sasa itajengwa. Sasa watu ya Keroka naomba. Saa hii mambo ya bottom up iliharibika kidogo. Nilikuwa nimepanga vizuri, nikachanganyikiwa. Lakini sasa nimeketi na wataalamu, nimepanga vizuri. Watu ya Kisii naomba munipatie miaka 5 nitengeneze Kisii ikae kama Singapore. Harambee! Ni muongo si muongo? Aende asiende? Aende asiende? Ya mwisho naomba, huyu kiongozi ndio afaulu. Lazima mtafutie jeshi ya kutembea naye, si ndio? Lazima kiongozi akuwe na jeshi. Mimi William Ruto aliniweza kwa sababu sikuwa na jeshi langu. Nilienda harusi na gari yake. Kufika mtu akaniambia nishuke. Sasa nimerefuka, nimetengeneza gari yangu. Akitaka harusi tukutane, mtu akuja na gari yake. Huyu Fred Matiang'i ndio afaulu. Lazima mpatie viongozi, governor, senator, women rep, MP na MCA kwa chama ambaye anaongoza ndio apate askari ya kutosha. Harambee! Asaidiwe. Apewe askari asipewe. Na niulize nyinyi wa Kisii, ndio heshima ya huyu kiongozi ingie from today. Wale wabunge hawatembei na yeye. Wakija hapa mnaambia warudi kwa Kasongo, si ndio?
si ndio? Mkifanya hivyo, heshima ya kiongozi itapatikana na yeye atapata nafasi ya kumwacha hapa atembee na sisi Kenya, ndio aweze kufaulu, si ndio? Ya mwisho, kwa sababu yu Kasongo mimi namjua, si mimi nilimsaidia akakuwa rais, nikampatia kura 4 milioni, akanipiga teke. Mwenye kujenga ndio anajua kubomoa, si ndio? Kwanza kujenga ni gumu sana kuliko kubomoa. Kujenga ni miaka 3, kubomoa ni 2 hours. Nibomoe nisibomoe? Nibomoe nisibomoe? Sasa hii mtu mimi namjua. Tukitoka leo, tukitoka hapa siku ya Jumatano, atapanga safari ya kurudi. Atapanga. Na mtaniamini mimi namjua. Sasa yeye akija, nataka nimchanue kidogo. Pale mlimani mimi naendaga anarudi. Nikampangia. Kasongo apangiwe asipangiwe? Tumpangie tusimpangie? Mnataka tupangie yeye? Sasa pale kwetu tumesema kuongea na yeye ni biashara, kwa sababu yeye ni mtu ya uongo. Tukasema hatuwezi sikiza uongo yake bila kulipwa, na bei ya kusikiza uongo ni bei ya hali ya juu. Pale kwetu mlimani, bei ya kusikiza Kasongo akiitana mkutano, mzee ya nyumba 10, chief, assistant chief ama MCA akuja nyumbani awache 3,000 na bibi huko nyumbani, ndio yeye utoka kwenda mkutano. Ukifika kwa mkutano usipige makofi, akitaka upigie uongo makofi aongeze 2,000, si ndio? Si ndio? Na akitaka ucheke kuona meno ya Mkisii aongeze 1,000 ngapi? Kasongo anyolewa sinyolewe? Anyolewa sinyolewe? Wangapi wanasema Kasongo anyolewa usolewe? Sasa sisi mmetupatia Fred Matiang'i tutembee na yeye, twende tukatafuta serikali, tusirudi hapa mikono mtupu. Muniamini mimi, huyu kiongozi na hao wengine tukitembea, hatutarudi mikono mtupu. Tutarudi hapa na serikali na mtafurahi. Harambee! Harambee! Sasa watu ya Kisii tunaenda hapo. Huyu spokesman Bonoko pia anapanga vijana. Watu ya Kisii muige mfano ya watu ya Keroka, ndio tusikune na shida. Na nyinyi watu ya Keroka niwapenda sana, na mimi nitakuja kutembea hapa. Na nyinyi nimealika nyinyi wa Munyoro. Mtakuja? Mtakuja wa Munyoro? Mtakuja siku gani? Mtaletwa na nani? Mtaletwa na nani? Kiongozi Matiang'i, ukinikubalia, nimekuza hapa na kijana ya Maumau. Yule alisema hata nyolewa mpaka Kasongo aende nyumbani. Kijana huyu ya Maumau, huyu anaitwa John Ndongo, kuja hapa. Huyu kijana ndio dawa ya Kasongo huko mlimani. Alisema atanyolewa Kasongo akienda nyumbani. Keroka oye!